Aise, hapa mbona tunaelekea kufeli? Tumeingiliwa. Aise. Faster. Hii inawezekana vipi? Faster. Hiki hapo next afu wenzeni, angalia kwenye catch hapo. Kodi zenyewe zinazoandika hizi hata sizielewi ni kodi za mwaka gani? Yaani ni kodi za zamani kabisa hizi. Aise. Hii project mbona kama tunaenda kuiharibu? Shit! Aise, tunaenda kudestroy ulimwengu. Hii project inatakiwa tuiahirishe mapema. Tukiendelea, hatutaokoa tena ulimwengu. Hivi hiki kitakuwa ni nini? Mbona sielewi? Sasa na huku niko wapi? Mimi sio niko ofisini kwangu? Mambo mbona nimezoea kuyaona tu kwenye TV jamani. Inawezekanaje nikawa nimekuja mazingira haya? Na hapa napitia wapi sasa, maana kila sehemu kumefunga. Hebu ngoja. Baba! Dr. Chika! Wewe. Nimekutana na bonge la jitu la ajabu jeusi, hata sielewi limetoka wapi lile jitu. Ngoja, nimekumbuka. Kwenye begi langu kuna laptop, japo lipigwa shoti. Hebu ngoja tuangalie. Sasa itakuwaje? Na wewe ndio umeanzisha project ya utafiti. Tutawezaje kutoka hapa? Na inaonekana tuko katika ulimwengu mwingine. Nimepata wazo. Ngoja tutafute makazi afu tutajua. Hivi vitu vitatusaidia mbele ya safari. Angalia kwenye begi lako kama kuna nini. Bana, nimekauka. Dr. Chika.
Mara mwisho niliweka nguo humu, lakini nashangaa nimeona maji. Subiri kwanza. Hayo maji usinywe sana, yanaweza kuwa ni madhara kwako. Hebu acha mambo yako bwana. Mimi nimekaukiwa na nimetembea msitu huu takriban masaa 6 na ndo nakutana na wewe, sijanywa hata kitu. Acha nipoze kwa kwanza. Subiri kwanza, nimekuambia hivyo nikiwa nina maana. Kama nilivyokuambia mara ya kwanza, palikuwa na nguo, sasa hivi amegeuka kwa maji. Kwa hiyo inawezekana pia kawa sio salama kwako. Hebu nisikilize basi. Chika. Oya. Amka mwanangu, pambazuka sasa hivi. Tazari. Tunaendelea na project yetu, kumbe tumeshafika mjini tayari. Wewe mwanangu mpagaa kweli yani. Unasema tuko mjini wakati tuko uone popoli haya. Uone mitimiti. Tuko polini baba. We. Kumbe bado tuko polini? Manasa gani lakini? Pamekuwa pagumu hapa. Nilikuwa nasikia kama sauti za watu, kumbe nilikuwa naota. Vipi? Umekunywa chai? Eti chai. Nani wale wadudu tunaokulaga asubuhi hawajapita hapa? Kuna mdudu yote alikuja. Hapa. Kajiongwaga. Katike bwana. Wewe nikahifadhi hapa nitakula baadaye. Sasa ndugu yangu, mimi naona hali imekuwa tight sasa hivi. Unajua kwa nini? Kwa sababu hapa tumekaa siku 6 na hatuelewi tutatuchomokaje. Unafikiriaje ili tuweze kutoka hapa? Oya, sikiliza Chika. Hapa cha kufanya kila mtu apite njia yake. Mimi nipite hivi, wewe upite hivi. Tutafute njia za kutokea kila mmoja. Na endapo tutakapofanikiwa kuzipata hizo njia, basi tukutane hapa tulipokutana mara ya kwanza. Haya. Mimi hilo wazo lako nalifanyia kazi katika halmashauri ya kichwa changu. Naliona wazo litakuwa zuri kwa sababu litatusaidia tuokoe muda. Basi tufanye hivyo. Haya maisha yenyewe unakutoboa hapa. Huku tunashindia tunakula tu wadudu.
Kapite kadudu kengine nile ili niendelee na safari yangu. Au ngoja niwahi nikatafute huko mbele ya safari. Ugonile Ndagwa, hivi unajua yule mgonjwa wangu mpaka sasa hivi hali yake ni mbaya? Hali yake ni mbaya? Ndiyo. Mbona jana nilimtibia na nikampa dawa? Yaani zile dawa hazijamsaidia kabisa. Hazijamsaidia? Ndiyo, cha kufanya twende kamuone. Basi wewe tangulia, mimi acha nimalize kuchuma hapo dawa na kufuata. Basi naomba ufanye haraka. Jamani, ili handaki linafanya nini? Ili handaki ndio tulikuwa tunasomaga kwenye historia. Hapa Adolf ndo alikuwa amejificha na msini kakuta ndo miaka hii ya kivita. Sijui ningekuwa na simu hapa ningepiga picha ili niende nikatume kwa kwenye social media zangu huko mjini. Sema sio mbaya. Dadangu, tafadhali, mimi sio mhalifu. Eti, naomba nisamehe tu. Ugonile. Anaonekana ni kamtu kazuri tu hapo. Ndio nini Ugonile? Na wewe ni nani? Mbona upo tofauti na sisi? Nikamwambia nimepotea. Nitaonekana boya mimi. Sasa dadangu. Nataka nikuulize njia ya kutokea hapa kwa sababu kuna wahalifu nilikuwa nawafukuzia huko kwenye msitu. Labda nijitambulishe. Mimi bwana ni askari poli, kwa hiyo nilikuwa natafuta wahalifu walikuwa nakata mkao. Mkaa ndo nini? Na hapa mbona sisi hatuna watu wanaekata mkaa? Nani, sasa sikiliza dadangu. Basi mimi ngoja kwanza niwahi. Sawa? Vipi? Niachie basi namba yako ya simu. Simu? Simu ndo nini? Bwana, mtoto mzuri kama wewe ujui simu ndo nini? Hebu sikiliza bwana. Kama una simu sema tu mimi nitakununulia. Kuliko kuniuliza eti simu ndo nini. Kitoto hiki kishamba hiki. Inaonekana huku nimekuja ni miaka ya nyuma sana. Kwa nimeshasahau. Basi mimi niondoke, lakini nataka nijue unaishi wapi kwenye huu msitu wewe. Mimi nakaa pale. Geuka pale.
Wewe dada, hapo napo inaonyesha sio ni msitu. Tena katikati ya msitu. Unaishije hapo? Kakangu, unaumwa? Hapa kuna msitu hapa? Sawa. Hebu ngoja mimi niwahi huko kwenye kazi zangu. Kwani huyu ni nani? Na anafanya nini kwenye kijiji chetu? Na mbona yupo tofauti na sisi? Sijui. Ngoja niendelee na mambo yao.